Jambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale ambako mnaendelea kutusikiliza. Basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana katika tena taarifa yetu ya habari ya mchana leo kwa tarehe 4 Juni mwaka 2026. Karibuni mwe pamoja nasi katika dakika chache zijazo ili kupata habari muhimu za kuaminika na za hivi punde kutoka Kivu Kusini na Kaskazini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia ni kwa ujumla. Mimi ni Teloshe Longa nini Kivu News Info, kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote kile ningekuomba na kusiku kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha nyingine unasema kujabone, kuemea vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuichagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu kila siku na shatu nakuletea habari zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi unaendelea kutuandikia na kutujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende kutuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloshe Longa, basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana leo, ikiwa ni tarehe 4 Juni mwaka 2026. Neni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea kupokea waasi wanaojisalimisha katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na uongozi wa kanda ya kijeshi ya 34, jumla ya wapiganaji 204 wa kundi la waasi wa M23 wamejisalimisha kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya mwezi Aprili na Mei mwaka 2026. Taarifa hiyo inaeleza kuwa wapiganaji hao wametoka hasa katika maeneo ya Lubero, Ruchuru na Masisi katika jimbo la Kivu Kaskazini pamoja na eneo la Kale katika jimbo la Kivu Kusini. Waasi hao waliamua kuondoka wenyewe kwenye safu za M23 na kujisalimisha kwa hiari yao katika vituo mbalimbali vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa jeshi, hali ya wapiganaji walifuatiana na walipowasili, baadhi yao walifika wakiwa bado na silaha zao, huku wengine wajisalimisha bila silaha yoyote. Hata hivyo, wengi wao walionekana kuchoka sana kimwili kutokana na maisha magumu walioishi kwa miezi kadhaa katika maeneo ya mapigano. Baada ya kuwasili katika vituo vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wapiganaji hao wa zamani walipelekwa kwa kufuata taratibu zilizowekwa na watu wanaoacha makundi ya uasi. Jeshi limesema kuwa limepewa msaada wa kwanza baadaye na kutekelezwa kupitia huduma zinazosika na mchakato wa kurejesha kwenye maisha ya kawaida. Kwa mujibu wa ushuhuda uliokusanywa na jeshi la Kongo, wengi wa waasi hao wa zamani walizungumzia mateso, ukosefu wa mahitaji muhimu na changamoto mbalimbali walizokutana nazo walipokuwa ndani ya kundi la uasi wa M23. Baadhi yao pia wameeleza nia yao ya kurejea katika jamii na kushiriki katika juhudi za kuleta amani katika maeneo yao ya asili. Uongozi wa jeshi unaona hatua hii ni kama ishara nzuri katika mapambano na kurejesha amani na usalama katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Wakati huo FARDC inaendelea na operesheni zake dhidi ya makundi yenye silaha ambao bado yanaendelea kusababisha mkosefu wa usalama katika maeneo kadhaa ya mashariki mwa nchi. Maafisa wa jeshi wanaamini kuwa kujisalimisha kwa wapiganaji hao kunaweza kuhamasisha wengine ambao bado wako ndani ya makundi ya waasi kuachana na vita na kujiunga na kuchagua njia ya amani. Kanda ya kijeshi ya 34 na imerudilia wito wake kwa wanachama wote wa M23 na makundi mengine yenye silaha kuweka silaha chini na kujiunga na mchakato wa amani. Jeshi limehakikisha kuwa milango inaendelea kwa wazi kwa wapiganaji wanayependa kuacha mapigano na kurejea katika maisha ya kiraia. Wale watakojisalimisha, linasema jeshi litawapeleka na kwa masharti sawa sawa na wenzao waliotangulia. Taarifa imetolewa na Meja Didone Kasereka, afisa wa mawasiliano ya kanda ya kijeshi ya 34 na msemaji wa Task Force, ambaye amesitiza kuwa jeshi la Kongo linaendelea na juhudi zake za kuhakikisha amani na utulivu vinarejea katika maeneo yote yaliyoathiriwa na migogoro ya silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu mashauri kutoka jamii ya Banyamulenge wamebua sauti zao wakilani kile wanachokitaja kuwa ni ukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaofanywa katika eneo la Minembwe wilayani Fizi na kundi la Twirwaneho linaloshirikiana na muungano wa waasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa na ushuhuda kutoka kwa baadhi ya viongozi wa watu mashauri wa eneo hilo, wazee kadhaa wa jamii ya Banyamulenge ambao baadhi yao wana umri kati ya miaka 65 hadi miaka 18 wanadaiwa kukamatwa kiolela kutokana na amani na imani zao za kidini au maoni yao binafsi. Taarifa hizo zinaeleza kuwa baadhi ya viongozi wa dini ni miongoni mwa watu waliowekwa kiziwizini.
Familia na ndugu za watu hao wanaendelea kuomba kuachiwa kwa uhuru na wakieleza wasiwasi mkubwa kuhusu hali wanayopitia. Vyanzo vya ndani vya Minembwe vinadai kuwa baadhi ya watu hao wanashikiliwa katika mazingira magumu sana ndani ya magereza ya chini ya ardhi, hali ambayo imezua hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Taarifa hizo zinaeleza kuwa sehemu hizo za kizuizini zinadaiwa kukosa hewa kutosha na huduma muhimu za kibinadamu. Kwa miezi kadhaa sasa, wakazi wa Minembwe kutoka jamii ya Banyamulenge pamoja na makundi mengine yanayoishi katika eneo hilo wamekuwa wakilalamikia hali ya ukosefu na vitisho vinavyoendelea kushuhudiwa. Baadhi yao wanadai kuwepo kwa makundi yenye silaha yamechangia kuongezeka kwa hali sintofahamu na kutokuwa na uhuru wa kutoa maoni. Wakazi hao wanatoa wito kwa mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha usalama wa raia na kuheshimu haki za binadamu katika eneo hilo. Pia wanataka uchunguzi huru ufanyike ili kubaini ukweli kuhusu madai ya ukamataji huo na hali za wafungwa wanaodaiwa kushikiliwa. Miongoni mwa waliotoa malalamiko yao ni Daniel Kanza, mmoja wa vijana mashauri wa jamii ya Banyamulenge, ambaye amelahani vikali kile alichokita vitendo vya ukandamizaji dhidi ya baadhi ya wanajamii wake. Amesema ni muhimu kwa serikali ya Kongo pamoja na mashirika ya kimataifa na kitaifa yanayotetea haki za binadamu kuingilia kati kwa haraka ili kuchunguza madai hayo na kuhakikisha raia wanalindwa. Hadi sasa kuna tamko rasmi lilotolewa na uongozi wa kundi la Turaneo kuhusu tuma hizo. Wakati huo familia za watu wanaodaiwa kushikiliwa zinaendelea kuomba msaada kwa mamlaka husika ili wapendwa wao waweze kuachiliwa au kufikishwa mbele ya vyombo vinavyotambulika kisheria ikiwa wanakabiliwa na mashtaka yoyote. Swala hili limeendelea kuzua mjadala mkubwa ndani ya jamii na nje ya nchi ya Minembwe, huku mashirika mbalimbali ya kiraia yakitaka kuheshimiwa kwa haki za msingi za kibinadamu na kulindwa kwa raia wote bila ubaguzi wa aina yoyote. Violation des droits de l'homme perpétrées par des groupes armés, par notamment les Twirwaneho, par tous les alliés du M23. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez à ce sujet? Merci beaucoup pour la question. Elle est d'actualité. Nous ne cessons de le dire à chaque fois que nous avons l'opportunité de parler aux autorités, aux organisations internationales de droits de l'homme, pour leur montrer à quel point les Banyamulenge ou bien les populations de Minembwe aujourd'hui sont victimes. En fait, aujourd'hui, la population de Minembwe est comme un bouclier humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a érigé des groupes armés qui sont dans la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Minembwe, quand vous manifestez une opinion contraire, on vous tue ou bien on vous emprisonne. Comme là, par exemple, nous sommes très contraints aujourd'hui. Et ça fait très mal de venir ici annoncer, parce qu'on a essayé d'annoncer à plusieurs reprises. J'ai même un communiqué avant. Ouais, nous l'avons lu avant-hier. Oui, c'est ça. Nous l'avons lu lundi. Hein. Vendredi. Effectivement. C'est-à-dire qu'on a fait un communiqué pour lancer un cri d'alerte sur ces violations. Aujourd'hui, à Minembwe, les Twirwaneho, le groupe armé qui est proxy du M23, arrête des personnes de troisième âge. Troisième âge. Pour les interdire à exercer leur foi ou bien leur religion librement. Ça, c'est une grave violation de droits de l'homme. C'est une grave violation. Imaginez, je vais quand même prendre cette personne que je vais citer, qui sont emprisonnés, et leur âge. Imaginez quelqu'un de 87 ans, vous l'emprisonnez dans des prisons. Ils ont des prisons où ils creusent des trous, c'est là qu'ils mettent les prisonniers. Quelqu'un de 80 ans, vous l'arrêtez. Pas de lumière, pas d'oxygène. Pas de lumière, pas d'oxygène. Pas d'aération. Aujourd'hui, beaucoup, les informations que j'ai eues ce matin, certains sont diabétiques, d'autres ont des problèmes de gouttes, etc., etc. Là, je vais citer par exemple le pasteur Ruhorimberi Tito. Il est le représentant légal de l'église de Gawera. Il a 60 ans. Je vais citer le pasteur Sebiringi Obed. Il est pasteur de l'église de Gawera. Il a 60 ans. Nous allons parler de pasteur Gwenyaguza Yonaziri, président de Runundu. Il a 75 ans. Nous avons le pasteur Emmanuel Ndagiro, église de Rubemba, il a 55 ans. Nous avons le pasteur Rubeni Mashuti, église de Rubemba, plus de 80 ans. Nous avons Enoch Masomo, pasteur Enoch Masomo Misinderi, église de Muzinda, il a 55 ans. Nous avons le pasteur Sebagabo Zakaria Nzabaho, qui est de l'église Bidegu, 87 ans. Donc vous imaginez... Le plus jeune, c'est celui qui a 55 ans. Celui qui a 55 ans. C'est-à-dire qu'on emprisonne des gens parce qu'ils appartiennent à une communauté qui ne veut pas toucher les armes. C'est-à-dire qu'on les oblige de faire les rondes nocturnes, c'est-à-dire qu'il faut prendre les armes. Et eux, dans leur religion,
ils ne sont pas permis à faire ces histoires-là. Mais comme vous ne voulez pas faire ce que nous vous demandons, imaginez à 87 ans. C'est-à-dire qu'à Minembwe, les gens sont en train de souffrir, même des personnes avec lesquelles nous sommes dans la même lutte derrière la République, qui ont des parents là-bas. Waandalizi wa operesheni ya mji uliokufa ama ville morte katika mji wa Butembo katika jimbo la Kivu Kaskazini wameelezwa kurudishwa kwao na mwitikio mkubwa. Wananchi walijitokeza kuunga mkono wito huo. Kwa mujibu wao, shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zisimama katika maeneo mbalimbali ya mji huo, jambo ambalo wameamini limeonyesha wazi ujumbe wa wananchi kwa viongozi wa nchi. Baada ya siku hiyo maandamano ya kimya, waandalizi walisema kuwa lengo kuu na hatua hiyo ilikuwa kuonesha wasiwasi wa wananchi kuhusu hali ya usalama inaendelea kuzorota katika mashariki mwa nchi. Wanasema kwa sasa kipaumbele cha taifa kinapaswa kuelekezwa katika kurejesha amani na usalama katika maeneo yanayokumbwa na vita badala ya mijadala mingine ya kisiasa. Katika tamko lao, waandalizi hao wametoa ujumbe kwa viongozi wa juu wa nchi wakiwataka kuachana na kile wanachokiita mipango ya mabadiliko ya katiba. Kwa maoni yao, wananchi wa mashariki mwa nchi wanaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama, hali inayolazimu maelfu ya mafamilia kuishi katika mazingira magumu kutokana na migogoro ya silaha. Wanasema kwa katika jimbo la Kivu Kaskazini, Kusini na Ituri, wananchi wengi bado wanaendelea kuathiriwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha, ukosefu wa usalama na hali ngumu ya kibinadamu. Kwa sababu hiyo, wanaamini kuwa juhudi za serikali zinapaswa kuelekezwa kwanza katika kutafuta suluhisho la kudumu la migogoro hiyo kabla kujadili mabadiliko yote ya kisheria juu ya nchi. Maandalizi yao pia yamekosoa baadhi ya wabunge na viongozi wa kisiasa ambao wanadaiwa kuendelea kutoa taarifa kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba wananchi wa mashariki mwa nchi wanaunga mkono mchakato wa kubadilisha katiba. Kwa mujibu wao, madai haya hayawakilishi maoni ya wananchi wengi wa maeneo yanayoathiriwa na vita. Wanasema kuwa hali halisi inayoshuhudiwa katika mashariki mwa nchi ni tofauti na taarifa zinazotolewa na baadhi ya viongozi. Kwa mtazamo wao, wananchi wengi wanahitaji kuona hatua madhubuti za kurejesha usalama, kufungua barabara zilizokatizwa na vita, kurudisha watu waliokimbia makazi yao na kuhakikisha huduma za msingi zinapatikana kwa wananchi. Katika maoni yao, amani ndiyo msingi wa maendeleo na ustawi wa taifa. Wanaamini bila kurejesha kwa usalama katika maeneo yanayokumbwa na migogoro, itakuwa vigumu kwa wananchi kunufaika na mipango mingine ya maendeleo yanayotangazwa na serikali. Waandalizi wa operesheni hiyo wanaendelea kutoa mwitikio unaoelekea Butembo, ukionyesha kiwango cha wasiwasi wa wananchi kuhusu mustakabali wa nchi. Wanasema kwa wananchi wanataka sauti zao sikike na viongozi waelewe kwa changamoto za usalama ndio jambo linalowapa hofu kubwa kwa sasa. Wametoa wito kwa pande zote za kitaifa kuendelea kusikiliza maoni ya wananchi kutoka maeneo mbalimbali ya nchi, hususan yale yanayokabiliwa na migogoro ya mara kwa mara. Wanaamini kwa mazungumzo ya wazi kati ya viongozi na wananchi yanaweza kusaidia kupatikana kwa suluhisho la matatizo yanaendelea kuathiri maisha ya watu wengi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni imefanyika katika kipindi ambacho mjadala kuhusu uwezekano wa mabadiliko ya katiba unaendelea kuzua maoni tofauti katika sehemu mbalimbali za nchi. Hata hivyo, kwa waandalizi wa maandamano hayo ya kimya mjini Butembo, swala la usalama na kurejesha amani katika mashariki mwa taifa linaendelea kuwa kipaumbele cha kwanza kuliko mijadala mingine yote wa kisiasa. Nous le disons, depuis hier, nous étions dans la mobilisation pour appeler la population de la ville de Butembo à observer une journée ville morte pour dire non au changement de la Constitution. Aujourd'hui, nous remercions la population qui a observé la journée ville morte. C'est un signe qui démontre clairement que la population de la ville de Butembo, au-delà des manipulations de certains politiciens à perte de vitesse, que la population n'est pas d'accord. Les gens sont venus ici avec des messages en disant que la population de Butembo était en train de soutenir le changement de la Constitution. Pourtant, ce n'est pas la priorité que nous avons besoin. Il y a le massacre ici à côté à Beni qui vient de durer beaucoup d'années. On n'a jamais vu le président de la République, son gouvernement et tous ces députés-là se mobiliser pour que solution soit trouvée d'une manière rapide. Mais aujourd'hui, ils nous viennent avec des messages au changement de la Constitution. Nous avons parcouru cette Constitution du début jusqu'à la fin. On n'a vu aucun article, s'il vous plaît, qui empêche à M. Félix Tshisekedi de sécuriser cette population. La population dit non au changement de la Constitution. Il veut que ce gouvernement se mobilise pour libérer Goma, pour libérer Bukavu, pour arrêter le massacre des ADF qui fait autant de morts. Aujourd'hui même le matin, on a tué les gens. Vous pouvez parcourir
les chaînes ou les pages du gouvernement, de la présidence, de tous les députés, il n'y a personne qui a écrit même un message de condoléances pour nos compatriotes sortis. Alors, avec les gens comme ça, comment ils veulent se maintenir au pouvoir? Le peuple dit non. Le peuple est souverain. Ce peuple ici, nous allons faire en sorte que, par tous les moyens légaux, nous allons arrêter M. Félix Tshisekedi. Nous allons l'embêcher avec ce projet de changer la Constitution. Parce que pour nous, changer la Constitution dans cette période revient à faire une passe d'or à M. Kagame qui veut, chaque fois, il veut tous les jours prendre la partie de notre pays. Ils ont abandonné leurs électeurs sous le feu, sous les machettes du M23, sous les machettes des ADF. Et ça, la population doit être consciente. Parce que les gens que vous avez envoyés à Kin, ils vont encore revenir ici pour dire votez-moi, votez-moi. Posez-vous la question, quand nous étions sous le malheur, est-ce qu'ils étaient venus? Donc ça démontre qu'ils vont là-bas pour leurs intérêts. Nous avons appris qu'ils ont eu même des jeeps juste parce qu'il faut qu'ils accompagnent ces projets macabres. Mais je suis en train quand même de m'étonner. C'est leur parti, là où ils ont été élus, qui est menacé. Mais malheureusement, ils veulent accompagner un plan qui cherche à balkaniser le pays. Où est-ce qu'ils vont partir? Ils vont aller où? Ils doivent quand même être conscients. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il va passer. Même si vous l'accompagnez avec quoi, il passera. Passez quand même à la nation, passez à vos familles, passez aux futures générations. Il ne faudrait pas que ces générations puissent pleurer à vos noms, qu'à l'époque de tel, le pays avait été balkanisé. Il faudrait qu'ils fassent attention, parce que bientôt, nous allons appeler toute la population de Butembo de désavouer ces gens, parce qu'ils ne nous représentent pas. Quelqu'un qui a été élu, par exemple, à Rutshuru, il représente quelle population? Sa population est sous le feu du M23. Il représente quelle population? Au moment où il devrait se battre pour dire faisons des offensives contre les ADF, faisons les offensives contre les M23 pour que nos électeurs qui nous ont donné des voix puissent respirer. Voilà, ils sont dans l'ambiance, ils sont en train de s'amuser, de s'aventurer en soutenant un projet de changement de la Constitution qui est en train d'aller vers la balkanisation de notre pays. Hali ya usalama endelea kuzorota katika maeneo ya milima ya juu ya Fizi na sehemu ya wilaya Mwenga mkoani Kivu Kusini kufuatia kurejea kwa mapigano makali yaliyoripotiwa kati ya tarehe 1 hadi tarehe 3 Juni mwaka 2026. Hali hiyo imebua wasiwasi mkubwa kutoka kwa mashirika ya kiraia ambayo yanaonya kuhusu kuongezeka kwa mateso ya wananchi na kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika eneo hilo. Shirika la kiraia ya wilaya ya Fizi imeeleza masikitiko yake kutokana na kuanza tena kwa mapigano katika maeneo ambayo kwa muda yalikuwa yameonyesha dalili za utulivu. Kwa mujibu wa shirika hilo, mapigano hayo yamewakutanisha wanajeshi wa FARDC wakisaidiwa na makundi ya wazalendo dhidi ya muungano wa M23 wa RDF na Twirwaneho. Taarifa hizo zinaonyesha kuwa mapigano yameshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya Minembwe, Kalingi, Mandegu, Mikenge na Kagenge. Wakazi wa maeneo wanaendelea kuishi katika hofu, huku baadhi yao wakilazimika kukimbia nyumba zao wakitafuta usalama katika maeneo yanaonekana kuwa salama zaidi. Kwa mujibu wa viongozi wa kiraia, kurejea kwa mapigano kumesababisha harakati kubwa za wananchi kukimbia makazi yao. Familia nyingi zimeacha mali zao huku zikikabiliwa na changamoto za ukosefu wa chakula, maji safi ya kunywa, dawa na huduma nyingine za muhimu za kibinadamu. Shirika la kiraia linaeleza kuwa hali ya kibinadamu katika eneo hilo tayari lilikuwa ngumu hata kabla mapigano haya mapya. Hivyo kuendelea kwa mapigano kunaweza kuongeza mateso kwa maelfu ya wananchi ambao tayari walikuwa wameathiriwa na migogoro ya muda mrefu katika eneo la Fizi na Mwenga. Viongozi wa kiraia wameonyesha wasiwasi wao kuhusu hatari na wakabili wanawake, watoto na wazee ambao mara nyingi ndio waathirika wa mgogoro hii ya silaha. Wanasema familia nyingi zinaishi bila msaada wa kutosha, huku baadhi ya watoto waikosa fursa ya kuendelea na masomo kutokana na hali ya usalama. Shirika hilo pia limekumbusha kwamba kurejea kwa mapigano haya kunatokea wakati ambako kulikuwa na mitihani na matumaini ya amani kufuatia makubaliano mbalimbali ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa katika miezi iliyopita. Miongoni mwa makubaliano ni pale wanahusisha ni mchakato wa mazungumzo ya Doha, Washington, pamoja na juhudi zingine za kidiplomasia zilikuwa zikisaidiwa na nchi za ushawishi na Angola.
Kwa mujibu wa mashirika ya kiraia, wananchi wengi wanatarajiwa kuwa mabadiliko yangesaidia kupunguza mapigano na kuruhusu watu kurejea katika maisha yao ya kawaida. Hata hivyo, kwanza tena kwa mapigano kunazua mashaka kuhusu utekelezaji wa ahadi zokuwa zimefanywa na pande husika. Shirika la kiraia na afisi limestaka pande zote zinazohusika katika mapigano kuheshimu mabadiliko na kusitisha mapigano na kuweka mbele maslahi ya wananchi ambao endelea kuteseka kutokana na vita. Pia limeomba serikali ya Kongo, washirika wa kikanda na jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kutafuta suluhisho la mgogoro huu ambao unaendelea. Shirika hilo limetoa wito kwa mashirika ya kibinadamu kujiandaa kutoa msaada wa haraka kwa watu waliolazimika kukimbia makazi yao. Linaonya kuwa iwapo mapigano yataendelea kwa muda mrefu, hali ya kibinadamu inaweza kuwa mbaya zaidi katika maeneo ya Fizi na Mwenga. Wakazi wa maeneo yaliyoathiriwa wanaendelea kutoa wito kwa amani, wakisema kuwa wamechoshwa na miaka mingi ya migogoro ya silaha ambayo imegharimu maisha ya watu wengi na kusababisha maelfu ya familia kuishi katika mazingira magumu. Wengi wao wanasema wanahitaji kuona mazungumzo yakipewa nafasi badala ya silaha ili kurejesha amani na utulivu ya kudumu katika milima ya juu ya Fizi na Mwenga. Gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi Sadiki anaendelea kushiriki katika mkutano wa pili wa tume ya pamoja ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi na Burundi, inafanyika mjini Kinshasa kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 4 Juni mwaka 2026. Mkutano huo unakutanisha wakilishi wa serikali ya Kongo, shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Burundi kwa lengo la kujadili hali ya wakimbizi wa Kongo wanaoishi nchini Burundi na wakimbizi wa Burundi wanaopatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika hotuba yake, gavana wa Kivu Kusini alieleza kuridhishwa kwake na juhudi zinazofanywa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kutafuta amani na utulivu nchini, hususan katika maeneo mashariki ambayo yamekumbwa na migogoro ya usalama kwa miaka mingi. Alisema kurejea kwa amani ni hatua muhimu ambayo inaweza kuwezesha maelfu ya wanakimbizi wa Kongo walioko nje ya nchi kurejea nyumbani kwa usalama. Jean-Jacques Purusi Sadiki pia alitoa wito na shukrani zake kwa Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye pamoja na serikali ya wananchi wa Burundi kwa namna walivyopokea na kuendelea kuwahudumia wakimbizi wa Kongo waliokimbia nchini humo kutokana na migogoro ya vita na ukosefu wa usalama. Katika majadiliano, gavana huyo alisitiza umuhimu wa kuwepo kwa mikakati na madhubuti na itakayorahisisha kurejeshwa kwa utaratibu wa wafanyakazi wa Kongo wanaishi Burundi, na kwa wakati huo kuhakikisha wakimbizi wa Burundi walioko nchini Kongo wanapata msaada unaohitajika kwa mujibu wa sheria za kimataifa zinazohusu wakimbizi. Alieleza kuwa swala la wakimbizi linaendelea kuwa changamoto kubwa na kibinadamu linahitaji ushirikiano wa karibu kati ya serikali husika, mashirika Umoja wa Mataifa na wadau wengine wa maendeleo. Kwa mujibu wake, kuna haja kuhamasisha juhudi za pamoja ili kuhakikisha watu waliokimbia makazi yao wanapata mazingira bora ya kuishi na kurejea kwao kunafanyika kwa heshima na usalama. Gavana mkoa wa Kivu Kusini alizungumzia pia changamoto mbalimbali zinazokabili sekta ya kibinadamu katika eneo hilo. Alitaja upungufu wa misaada ya wakimbizi, uhaba wa fedha kwa mashirika ya kibinadamu pamoja na hatari ya mlipuko ya ugonjwa katika maeneo yenye idadi kubwa ya wakimbizi waliorejea kutoka uhamishoni. Kwa mujibu wa gavana, changamoto hizo zinahitaji majibu ya haraka kutoka kwa serikali na washirika wa kimataifa ili kuepusha kuzorota kwa hali ya maisha ya watu waliotegemea msaada wa kibinadamu. Alisema kwa bila msaada wa kutosha, familia nyingi za wakimbizi zinaweza kuendelea kukumbwa na umaskini, ukosefu wa huduma za afya na changamoto nyingine za kijamii. Katika mapendekezo yake, Jean-Jacques Purusi Sadiki alisitiza umuhimu wa kuboresha upatikanaji wa huduma za msingi kwa wakimbizi wanaorejea nchini pamoja na wale wanaorudishwa rasmi kutoka nchi jirani. Alieleza kuwa huduma za elimu, afya na maji safi na makazi ni muhimu katika kusaidia familia hizo na kuanza upya maisha yao. Gavana alipendekeza watoto wanaotoka katika familia za wakimbizi na waliorejea nyumbani wapewe nafuu ya kuondolewa na ada za shule ili wawezeshwe kupata elimu bila vikwazo. Kwa mujibu wake, elimu ni moja ya nguzo muhimu katika kusaidia watoto hao kujijenga upya na kujiandaa kwa maisha ya baadaye. Mkutano huo unaendelea mjini Kinshasa, huku washiriki wakijadili pia na njia mbalimbali za kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika kusimamia masuala ya wakimbizi na kutafuta suluhisho la kudumu kwa maelfu ya watu walioathiriwa na migogoro katika eneo la maziwa makuu ya Afrika. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo.
Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.